Maudhui yetu ya 8 tunashughulikia ni tamaa na ubinafsi. Tamaa na ubinafsi. Tamaa ni hali ya kutaka sana kitu, matamanio ya kitu au jambo. Tamaa ambayo ilimuua nani? Fisi. Ubinafsi unabainika pale mtu anapojipendelea yeye, hataki kujua mtu mwingine yeye, au kufikiria yeye mwenyewe bila kuwajali wengine. Mtu anapofanya matendo fulani ya kiasi kwamba hataki kujua hali ya mwingine, huyo ni mbinafsi. Mtemelesulia anajawa na tamaa ya uongozi. Yuko tayari kumdhulumu au hata kumuua yeyote, mpinzani yeyote, tokana na tamaa yake ya uongozi wa nchi. Kumbuka jinsi alivyo mteka nyara Lonare mara kadhaa tangia ule uchaguzi wa kwanza. Anamteka nyara Lonare asiweze kuwa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu anapohisi kwamba huenda akamshinda na kuwa mtemi. Lonare alikuwa ni mpinzani mkuu wa Mtemelesulia. Kwa sababu ya tamaa yake, hakuna kingine angefanya ila kumteka nyara ili asipate upinzani. Mtemelesulia akiwa na Sagiru na Mbwashu wanahujumu pato la nchi kutokana na tamaa ya kujirimbikizia mali. Ubinafsi wa Mtemelesulia pia unaonekana pale anapomiliki rasilimali za serikali, hasa kupitia kwa unyakuzi unaoendelezwa na mkewe Nanzia. Mkewe Nanzia alinyakua jumba lile mall, akalinyakua. Mfano unaotolewa na Wamuchwa na Kichungu unaonyesha pia ubinafsi wa mtemi kutokana na kufaidi jasho la wengine. Nanzia anaonyesha tamaa na ubinafsi pale anapojaribu kubinafsisha chumba la Skyline Mall ambalo ni mali ya serikali na ardhi ya Matango kwa kushirikiana na Mbwashu au mafisadi wenzake. Mafisadi wenzake mmoja ni Mbwashu. Nanzia alikuwa tayari kulichukua lile chumba la Skyline Mall ambalo ni mali ya serikali. Huo ni binafsi. Sagiru anaendeleza maudhui ya tamaa na ubinafsi pale utashi wake wa pesa unamfanya kuhodhi bidhaa kama vile ngano ili kuiuza kwa bei nafuu. Tamaa hiyo inamfanya kuhatarisha maisha ya watoto injini Matuo. Kumbuka pale anapoagiza maziwa yenye sumu kutoka ughaibuni. Maziwa yale yaliwadhuru watoto wa Matuo. Maziwa yalikuwa na sumu. Ubinafsi wa Sagiru unamfanya kuwazuia wengine wasimpiku kibiashara. Tunaambiwa kwamba kwa wale waliomshinda kwa werefu aliwafanyia hila. Mizungu na visanga hata kuwafirisi kabisa kibiashara. Huo ni ubinafsi alikuwa anafanya huyu Sagiru. Tamaa ya uongozi na mali inamuingiza Sagiru katika urafiki na Mtemelesulia ili kutosheleza maslahi ya kibinafsi. Ubinafsi unamfanya Sagiru kumtumia Mrima ili kujinufaisha kisiasa kutokana na tamaa ya uongozi. Nakumbuka alimtumia Mrima vipi?
Naam. Sagiru aliandamwa pia na tamaa za kimwili. Anawabadilisha wanawake hadi kuitwa dudumizi kutokana na kuvizia na kuwachukua wake wa wengine. Sagiru anaendeleza ubinafsi kwa jinsi anavyomtumia Sihapa, sio tu kama kimada, bali pia kutosheleza hamu yake ya kumiliki mali na biashara. Kumbuka, Sihapa ni kimada wa Sagiru, anamtumia kwa sababu ya ubinafsi wake. Huyu Sagiru anamtumia kama mpenzi, anamtumia kwa ubinafsi wake. Sihapa ndiye anaenda kuwaonga vijana kuchoma nyumba za waketwa matango, lakini ametuma na nani? Na Sagiru. Sagiru amemtuma Sihapa kuenda kusambaza vijikaratasi vinavyosema waketwa wahame. Sagiru ubinafsi wake. Sagiru anaendeleza maudhui ya tamaa anapomnyemelea Mangwasha tangu pale alipokuwa msichana hadi baada ya kuolewa na Mlima, ili kutosheleza uchu wake wa kimapenzi. Sagiru hakuachana na Mangwasha kwa sababu ya hiyo tamaa yake. Alimfuata, akajaribu kumuhonga. Baada ya kuona hongo imekataa, akaona wacha mnyanganye bwana. Akimnyanganya bwana, labda Mangwasha ange give in, angekubali. Lakini Mangwasha alikuwa ni mtu mwenye utu, angeshawishika na pesa. Tamaa ya Sagiru inamfanya kuzaa na mke wa mtemi. Angalia huyu Sagiru. Sagiru ni sijui tumupe sifa gani. Sagiru ni rafiki ya Mtemi Lesulia. Anaenda kuzaa na mke wa mtemi bila mtemi kujua. Ni kutokana hata sijui mambo ya Sagiru huyu. Mlima anaendeleza maudhui ya tamaa pia na ubinafsi pale ambapo tamaa ya pesa inamtosa katika tabia potofu. Anadanganywa na Sagiru huku akipewa pesa hadi kuitelekeza jamaa yake na familia yake. Ubinafsi wake unamfanya kukaidi masharti ya ndoa na uwajibikaji. Ni kwa sababu ya tamaa ya pesa anakataa kuwajibika. Mlima. Ubinafsi wa Mafamba. Mafamba ni mwanasheria, ukumbuke, ambaye alikuwa anasimamia kesi za serikali. Ubinafsi wa Mafamba unamfanya kuhujumu sheria za nchi kwa kutetea ufisadi serikalini. Ubinafsi wa Mafamba pia unamfanya kudanganya kuwa vyeti vya kumiliki ardhi ya matango vilikuwa ghushi. Anadanganya kwamba vile vyeti ambavyo wakili wa pande ya wana kijiji au wenye matango, wenye shamba, anasema kwamba vile vyeti vilikuwa ghushi, na anadanganya na kwamba Mafamba ni muongo, ni mbinafsi. Ni kwa sababu anadanganya kwamba vyeti vya kumiliki ardhi vya wenyeji wa matango vilikuwa ghushi, ili hali tunajua wao ndio wako na vyeti ghushi. Kumbuka Mtemi alimwambia Sagiru ahakikishe cheti cha shamba la matango kimepotea kabisa, kisipatikane. Tamaa ya pesa inamfanya Sihapa kujiingiza katika biashara ya ulanguzi wa watoto wa kike. Usuhuba wake na Sagiru pia unajengwa juu ya msingi ya tamaa ya pesa na ubinafsi. Sihapa anatumiwa na Sagiru kuhujumu haki za waketwa
mbali na kutumiwa na Sagilu kuangamiza maadui zake wa kibiashara. Mangwasha anaonekana kukasifu mila Tunaenda udanganyifu. Udanganyifu ni kufanya jambo ambalo mtu anajua ni uongo. Maudhui ya udanganyifu yanajitokeza katika serikali ya Mtemi Lesuli, hasa kupitia kwa Mangwasha na kupitia kwa mwanasheria Mafamba anayedanganya mahakama kuhusu ujenzi wa soko katika ardhi ya Matango. Huo ni udanganyifu. Hakukuwa na soko ya kujengwa. Ile shamba la Matango lilifaa kuchukuliwa na Nanzia na yule mwanamke mwingine anaitwa Mbwanshu. Maudhui ya udanganyifu yanabainika pia kupitia kwa Sagilu mwenyewe anayeshirikiana na Siaba kujaribu kuangamiza Mulima na Mangwasha siku ya harusi yao. Zawadi aliyoibeba Siaba haikuwa halisi, ilikuwa kilipusi cha kuangamiza maharusi hao, kulipiza kisasi. Maudhui